Karibu sana katika episodi yetu ya 3 ya simulizi inayoitwa Hatima Yangu. Karibu sana, twende tukaangalia Derek nini alichokifanya. Alimwamini yule baba akaondoka naye au ilikuwaje? Karibu sana. Derek anasema, nikaamua kumwamini yule baba kwa sababu ndo aliyenisaidia, nikaongozana naye. Lakini cha kushangaza, tukaanza kuhisi kama mlio wa gari. Tunarudi kule kwa yule baba aliyejiita Sitaki Ujinga. Alikuwa na vijana wawili ambao mmoja wao alikuwa akiitwa Emmanuel, mwingine akiitwa Kasim. Kasim akamwambia Emmanuel, hivi unajua tumefanya ujinga? Inakuaje? Yule dogo tumemwacha aondoke, alafu tunajua kwamba yule kama tungempata ni hela kubwa, tungetusua kimaisha. Emmanuel akamwambia Kasim, akasema, dogo, sometime vitu vingine viache vipite, kwa sababu yule dogo ajui kwamba sisi ni wakina nani. Hivyo basi ondoa shaka. Huku driver aliyejiita Sitaki Ujinga akasema, nyie, nimewambia naitwa Sitaki Ujinga, kwa hiyo naomba turudi tukamchukue yule ambaye tumempoteza, na ikiwezekana tuwakamate wote kwa pamoja, muda huu hawajaenda mbali. Sisi huku, mimi na mzee ambaye alifanyika kuwa kama Mungu kwangu aliyeniokoa, tukawa tukiongoza njia, mara ghafla tukaona gari lile aina ya Noah. Mara ghafla likapaki chapo, mara wale watu wakashuka kwenye gari. Nilipoona zile sura nikawa nimezikumbuka. Tukakimbia, nikamwambia mzee, kila mmoja akimbie kivyake. Tukawa tumekimbia, mimi nilipokimbilia na mzee alipokimbilia. Cha kushangaza, nyuma yangu nikawa sioni mtu, ila nikahisi labda wananivizia. Mara ghafla nikatokezea kwenye lami. Mara nilipotokezea kwenye lami, nikajikuta ninakutana na magari mengi tena. Nikaanza kuogopa, je, kwenye msafara wa magari hayupo huyu ambaye alikuwa ananikimbiza au inakuaje? Nikaendelea na safari ya kukimbia. Mara nikaona bodaboda mbele yangu, kama Mungu yani. Nikamuita bodaboda, kaka, naomba lifti. Nikaomba lifti nikapewa. Nikaulizwa, unaenda wapi? Naelekea mjini, lakini nauli imenikatikia hapa. Hivyo kaka, naomba unisaidie. Kweli yule kaka akafanya ungwana, akanipeleka moja kwa moja mpaka mjini. Nikashuka, ikafika majira ya 2 ya usiku. Nikawa nimekaa nikijiuliza, huku mawazo yakawa yakipita kichwani mwangu, nikijiuliza nifanyeje? Sina hata 100, alafu simu yangu imeibiwa, alafu mizigo yangu imeibiwa. Hapa nifanyeje? Mara pale mawazo yakapita, au niombe mtu nibuni namba, pengine naweza nikapatia namba ya Shabani. Nifanyeje? Mara nikaona baba mmoja akaja akijitambulisha kwa majina, naitwa Innocent, natokea katika kijiji kimoja hivi, ukitoka hapa mjini ni kule mbele kidogo. Vipi, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Derek. Samani, unaweza kanisaidia hata shilingi 500 tu nikapata hata maji ya kunywa? Usijali kijana, usijali, mimi sina shida yote, naweza nikakusaidia hata zaidi hapo. Basi yule baba akawa amechukua ile hela shilingi 1000 akawa amenipa. Turudi nyuma ambapo
yote hayo ni kwa nini ananikuta? Kumbe Shabani alienda kwa mganga. Mganga akamwambia, kama unataka utajiri, mtoe ndugu yako au baba yako au mama yako. Kumbe mimi Derrick ni miongoni mwa wale ndugu wa Shabani. Hivyo Shabani alitaka nitoe mimi. Kumbe na wale wote ambao walikuja na gari walitumwa na Shabani. Hivyo nilipona kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Hata na huyu baba aliyekuja naye alitumwa na Shabani. Katika Mungu saidia, yule baba akanipeleka nyumbani kwake. Kumbe alivyonipeleka nyumbani kwake, mke wake na huyu baba ambaye amejitambulisha anaitwa Innocent, mke wake alikuwa pendi vile vitu ambavyo anavifanya mume wake. Hivyo usingizi ukapita, nikalala, wao wakaongea kwao. Karibu sana katika episodi yetu ya 4, tukaangalie mke wa Innocent alimsaidia Derrick au alimwacha afe, kwa sababu tumeshaona kwamba mke wa Innocent alikuwa pendi mume wake anavyovifanya. Karibu sana, twende tukaangalie nini kitatokea katika episodi ya 4. Karibu sana.